Katika kona tulivu ya bahari ya Atlantiki, kwenye kisiwa kiitwacho Madeira, alizaliwa mvulana aliyejaa ndoto kubwa kuliko anga la nyota. Jina lake ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Wakati wengine wakiota ndoto za kawaida, aliota kuipigania soka mbele ya maelfu ya mashabiki, akiwa na jina linalotikisa dunia. Akiwa na kiatu cha mguu mmoja kilichochoka na mpira wa plastiki uliopasuka, Ronaldo alifanya mitaa kuwa uwanja wake wa kwanza. Haraka sana watu walianza kumwona kijana huyo mwenye kasi ya radi na miguu ya dhahabu. Alijiunga na Sporting CP akiwa na umri wa miaka 12 tu. Akawa kijana wa kwanza nchini Ureno kucheza timu za umri tofauti katika msimu mmoja. Lakini kilichobadilisha kila kitu kilitokea mwaka 2003 alipomvutia kocha wa Manchester United Sir Alex Ferguson. Dakika chache uwanjani ziligusa mioyo ya wengi. Alionekana kama mchezaji kutoka sayari nyingine. Hapo ndipo hadithi ya nyota ya ulimwengu ilipozaliwa. Alivunja rekodi, alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa dunia, akashinda makombe makubwa na akaonesha kuwa maumivu, mazoezi na nidhamu vinaweza kumfanya mtu awe zaidi ya mchezaji. Kutoka Manchester hadi Madrid, baada ya kuvunja rekodi nyingi akiwa Real Madrid, alipoondoka mwaka 2018, dunia ilitetemeka. Aliaga kwa machozi akiwa na mabao 450 katika mechi 438. Hakika aligeuza klabu hiyo kuwa jukwaa la kihistoria. Alipotua Italia akiwa na Juventus, hakufifia kama wengine walivyotarajia. Badala yake alishinda Serie A mara 2, akawa mfungaji bora na akathibitisha kuwa umri ni namba tu kwa wengi wenye njaa ya mafanikio. Mwaka 2021 Ronaldo alirudi pale alipoanza safari yake kubwa. Manchester United, uwanja wa Old Trafford ulilipuka kwa furaha. Alianza kwa kishindo, akafunga mara 2 kwenye mechi yake ya kwanza ya kurejea. Lakini hali ya timu haikuwa nzuri na sitofahamu za ndani ya klabu zilimfanya aondoke kwa njia ya utata mwishoni wa mwaka 2022. Mwaka 2023 Cristiano Ronaldo alifanya maamuzi ya kihistoria. Alisaini mkataba wa pesa nyingi na klabu ya Al Nassr nchini Saudi Arabia. Wengi walidhani anaenda kustaafu taratibu, lakini sivyo kabisa. Badala yake aligeuza ligi hiyo kuwa kivutio cha dunia. Alileta mvuto mkubwa kwenye soka la Mashariki ya Kati. Alichochea mastaa wengi kama Benzema, Neymar na Messi kuja kanda hiyo. Ameendelea kuwa mfungaji tegemezi na hadi 2025 amevunja mabao 870 ya maisha yake ya soka. Kwa upande wa Ureno, Ronaldo bado ni mchezaji muhimu. Amecheza zaidi ya mechi 200 na kufunga zaidi ya mabao 125. Akawa mfungaji bora wa taifa na wa kimataifa wa muda wote. Alishiriki Euro 2024 akionyesha bado ana ubora, ingawa si yule kijana wa zamani, lakini uongozi wake na uzoefu ni wa dhahabu. Cristiano Ronaldo si tu mchezaji, ni mfanyabiashara, mwanafamilia na icon ya kimataifa. Ana brandi yake ya mavazi CR7, hoteli, perfume na hata gyms. Ana wafuasi zaidi ya milioni 700 kwenye mitandao yake ya kijamii. Ni mtu maarufu zaidi duniani mtandaoni. Bado ana ndoto ya kucheza hadi atapokuwa na miaka 42 au zaidi, na hakuna dalili za kusimama. Leo hii Cristiano Ronaldo ni mfano wa ushindi, nidhamu na kuamini ndoto zako hata pale wengine wanapokata tamaa. Alianza kisiwa kidogo, sasa ni mmoja wa majina makubwa zaidi kuwahi kutokea duniani. Mimi ni Fatina Suleimani.